Basi karibu tena darasani siku nyingine ambapo tunaendelea kujifunza kama ambavyo tumekutana hapa kila wiki kujifunza. Basi leo tena tutaendelea. Wiki iliyopita tumekuwa na somo letu ambalo tulikuwa tumetitle Jehanamu, kuzimu na jehanamu ya moto. Tunaangazia pia nani atatupwa motoni. So bila shaka umekuwa na wakati mzuri wa kuweza kulirejea, kulifuatilia kwa kina, kurudia, kulipitia kwa upya notes zako, hata umepata uzoefu wa maneno hayo ya imani. So leo tutakuwa na somo lingine, tunaanza somo lingine. Of course hili litakuwa na vipande vitatu. Nategemea kuwa na part tatu, sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu, ikiwa tutakwenda sawa katika kujifunza kwetu. Otherwise vinaweza vikawa 6. Kama vitakuwa vitatu basi 6 au 4. Kwa maana inawezekana tukawa na wakati labda kwenye sehemu moja tukawa na muda mwingi wa kujifunza. Sababu lengo ni kujifunza kwa kina kupitia maandiko, kufanya uchambuzi yakinifu kwa kutumia hermeneutics ambazo zimetestiwa kwa muda mrefu. Kwa maybe inaweza kufanya tukadelay somewhere. Lengo ni tuweze kupata ufahamu sahihi. So ni maombi yangu kwamba leo tena macho ya mioyo yetu yatiwe nuru zaidi, yaangaziwe, tupate kuja katika maarifa ya utukufu wa Mungu, tupate kuja katika maarifa ya ufunuo wa Kristo Yesu. Kwa hiyo siwe na makosa kabisa katika kufundisha kwenye atmosphere hii, wala makosa katika kupokea kwenye atmosphere, bali tunasikia tunapaswa kusikia, tunaelewa tunapaswa kuelewa. Maneno yanasemekana kwa wepesi, napatikana lugha nyepesi kabisa kuelezea kweli za kimungu. Hata tunaona kile ambacho Mungu mwenyewe amekusudia katika neno lake wazi kabisa kama mnavyotazama. Kwa hiyo kwa pamoja tunajengwa na Kristo anatukuzwa. Amen. So leo tunataka kuangazia mada ya magonjwa ama ugonjwa. Kimsingi title nasema usiwe mjinga. Ugonjwa sio jaribu au pigo la Mungu. Usiwe mjinga. Ugonjwa sio jaribu au pigo la Mungu. So iko wazi kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao unadhana na falsafa kuhusu Mungu. Mungu kuna namna anafahamika na wanadamu wa kizazi hiki. Kuna namna Mungu amefahamishwa, amewasilishwa. So ni kawaida kukuta watu wakisema kwamba wanapita katika magonjwa, ni Mungu anawapitisha. Ni kawaida kabisa. Ni kawaida kukuta watu wakiwa wamekata tamaa wakisema ni mapenzi ya Mungu magonjwa yanayowapiga katika familia yao, nyumba yao, watoto wao au wao wenyewe, wakisema ni Bwana, ni kazi ya Bwana, haina makosa. So kwa muda mrefu, kwa karne nyingi, pamekuwa na hii changamoto katika kutambua au kupambanua nafasi ya Mungu katika magonjwa. So kazi hizi za magonjwa, maonevu, kufungwa, kuonewa, kuteswa katika mwili, kunaonekana kuna mkono wa Mungu. Wakati mwingine watu wakikosea, kufanya mabaya, wanasema Mungu anawapiga. Au mtu anasema anaandaliwa kwenye utumishi kwa kupewa ugonjwa. Anapewa ugonjwa. Naona ndugu zangu, anapewa nini? Ugonjwa. Anasema ugonjwa huu Mungu anataka kunyenyekeza, anatumia ugonjwa huu kunyenyekeza, ananiandaa kwa ajili ya mission. Na wengine pia wanafika sehemu kusema kwamba wao wanateseka kama Ayubu. Kwa wakisoma Ayubu, wanaona mateso yale, maumivu yale, changamoto zile alizozipata, wanaona Mungu alikuwepo pale kumnyoosha Ayubu, kumtengeneza au kumshughulikia ili ampatie kitu chema zaidi. Yani Mungu anakupiga, anapukutisha mali zako ili akupe mali zingine. You can see that notion. So ulimwengu una falsafa nyingi. Na sisi kama waamini tumejifunza kwamba hatupaswi kumjua Mungu kwa kupitia falsafa za ulimwengu. Tunapaswa kumjua Mungu. Mungu anajulikana kwa neno lake. Mungu anajulikana kwa neno lake. Amejifunua katika neno lake, sio katika experience za watu.
kuna experience ya kutembea na Mungu ambayo inapaswa kuwa na msingi kutoka katika neno lake. Nje neno lake Mungu hajulikani. Mungu anafahamika wazi kupitia neno lake. Amejifunua, anataka kufahamika, anataka kujulikana njia zake kupitia neno lake. Kauli kwamba Mungu njia zake hazichunguziki ni kauli ya kichawi tu. Wala si kauli halisi ya kimungu wala ya kiroho, wala sio hekima ya kimungu. Mungu ametaka kujulikana, na katika kiumbe kinatabilika, Mungu anatabilika. He is very predictable. Unaweza kujua njia za Mungu kwa neno lake. Yani yeye unaweza kujua sasa hivi ndivyo huwa anafanya, habadiliki, kwa sababu yeye ni asiyebadilika, ni jana, leo na hata milele. Kwa tukijifunza nature ya Mungu kwa usahihi, maana yake ni kwamba tunampata Mungu, tunamuelewa Mungu kwa usahihi. Hauwezi kupata sintofahamu. Ukijua tabia ya Mungu ni hii, ndivyo ilivyo, haibadiliki. Utendaji wa Mungu ni wa namna hii, ndivyo ilivyo, habadiliki. Neno lake lenyewe linadumu milele, ni mwaminifu. Kiumbe chochote kinachobadilika uwezo kukitreat kama kiaminifu. Mungu kama angekuwa anabadilika hastahili kuaminiwa. Lakini Mungu anadumu wa kuaminiwa kwa sababu habadiliki, ni genuine. Ni genuine, ni original, ni yule. Yani ana rangi moja. Hatupaswi kuwa na nia mbili kuhusiana na Mungu anaweza kufanya nini, anafanya nini, au ni wa namna gani. Tunapaswa kuelewa tu Mungu wetu ni wa namna hii, anafanyaga mambo ya namna hii. So we can know God by the word of God. Tunaweza kabisa kumfahamu Mungu kwa neno lake. Usidanganyike ndugu yangu. Wala usikubali kukaa mahali pa mjinga ambapo unakaa katika mashaka ukiwaza kwamba Mungu anakupiga au anakutesa. So sababu ya somo hili na kujifunza huku ni kutoka katika ujinga uliopo katika ulimwengu, kutokufahamu katika ulimwengu ambako kunafanya watu wafikiri kwamba Mungu anawapiga na magonjwa, Mungu anawatesa au anawatesti, anawajaribu agundue mambo fulani ambayo hayajui. Anasukuma magonjwa ili apate kuangalia kwamba huyu mtu yukoje. Au kwamba wengine wanasema kwamba Mungu labda haujamrudishia utukufu. Haujamrudisheni? Kwa hiyo sasa kwa sababu wewe muda mrefu hujamwabudu Mungu, Mungu anakunyoosha kwanza. Upite katika magumu, akikuponya utamsifu tu. Kwa ni kama anatafuta sifa kwa lazima. Mungu amejitosheleza. Mungu sio kama viongozi wetu wa kiserikali ambao wanahitaji sifa. Wanatafuta kusifiwa. Viongozi mbalimbali wa kidunia katika mamlaka mbalimbali, ukimsifia ndio anajisikia kwamba sasa anakuwa mtu. Mungu ni self sufficient. Wala Mungu hahitaji kupendwa, kwamba ninaona kupungukiwa na wewe, hujanipenda, najisikia unyonge. Mungu ni self sufficient. Kwa hiyo yeye hatafuti sifa kwetu na utukufu kwa lazima, kwamba akiwa na njaa ya utukufu tu anapiga watu alafu anawaokoa ili wamtukuze. Yani wewe mwenyewe unawanyoosha, unatengeneza tatizo, alafu unasolve tatizo, alafu unapokea sifa kwamba mimi ni mwenye uweza, ninakuingiza kwenye majanga, alafu unalia wewe, nakuja na kutoka kwenye majanga nilo kuingiza mimi mwenyewe, alafu nasema unisifu, alafu kinisifu najisikia raha. That God will be crazy. And we thank God that our Lord, our God, the Father of Jesus Christ, our Lord, hayuko namna hiyo. Mungu wetu, Mungu wa Baba na Mwokozi wetu Yesu Kristo, hayuko namna hiyo. Kwa ni muhimu kujifunza kuelewa vizuri kutoka katika neno na si kutoka katika falsafa za nini, za ulimwengu. Kwa hiyo unaweza kama umejiuliza kwamba nafasi ya Mungu katika magonjwa ni nini? What is the role of God katika magonjwa, in sickness? Unaweza kama umesikia story mbalimbali pia katika maandiko. Tuna story za mtu kama Ayubu, tuna story za mtu kama Paulo, zinaweza kaja katika akili kwamba Mungu aliweka magonjwa juu yao ama kuwajaribu. Hii kwenye maandiko pia inaweza kuonekana, mtu akapata kutokea hapa akasema Mungu anajaribu watu, akisoma story ya Ayubu, akisoma story ya Paulo bali ya mwiba mwilini. So katika somo hili tutapita pia kuangazia kesi ya Ayubu. Inaweza kama maybe kwenye pati ya pili au ya tatu. Tutajifunza vizuri mambo ya Ayubu pale yalivyokuwa. Alafu tutaangazia pia kesi ya Paulo katika bali ya mwiba katika nini, katika mwili wake. Kama ni nini hasa sehemu ya Mungu ilikuwa nini? Je, Mungu anajaribu? Je, Mungu anapitisha? Ni vizuri kuanza kujifunza. Kimsingi tunaweza kujiuliza kama Mungu ndiye anayeweka magonjwa juu ya watu,
kama Mungu anaweka magonjwa juu ya watu, inakuwaje yeye pia awe ni mponyaji? Au tunasema kwamba je, Mungu ndiye anayeweka magonjwa juu ya watu lakini pia ndiye mwenyewe anayeponya? Nafikiri ni swali ambalo pia inaweza ikawa zuri kwanza katika kutafuta kujifunza kwamba ni Mungu anayeweka magonjwa juu ya watu na ni Mungu huyo anayeponya. It's a good question. Ni Mungu huyo anayeweka magonjwa ya watu juu ya watu na ni Mungu huyo anayeponya. Kwa yeye ni anapiga na pia anaponya. Unajua kuna verse inasema anaua na kuhuisha. He killeth and maketh alive. See? So these are questions that we need to answer from scriptures. Maswali ya kujifunza vizuri kutoka maandiko ili tupate usahihi wa mambo haya. Kwa kujibu maswali kama haya ni vizuri kuona Biblia inasema nini kuhusiana kwa habari ya Mungu kuhusiana na magonjwa, sicknesses, diseases na uponyaji. Biblia inamuelezea Mungu kama mponyaji. Na hii ndio sehemu ya kwanza ambayo tutakuwa tunaangazia Mungu mponyaji. Mungu mponyaji. Inamtaja yeye kama mponyaji. He is the healer. God the healer. You see? God the healer. Umeona God the healer. Inaelezewa hivyo. Kitabu cha Kutoka sura ya 15 mstari wa 26. Kitabu cha Kutoka tutaangazia hapa. Kitabu cha Kutoka sura ya 15 mstari wa 26. Mungu anaelezewa kama mponyaji. Kitabu cha Kutoka sura ya 15 mstari wa 26. Bila shaka umefika hapo. Tuangazie neno la Mungu linasema nini. Anasema akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Anasema sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. So anatanabaishwa kama Mungu mponyaji. Anasema for I am, kwenye KJV anasema for I am the Lord that healeth thee. Hallelujah. Mimi ni Bwana nikuponyaye. Hii phrase, ile fungu la maandiko anasema mimi ni Bwana nikuponyaye, ni kuhusu habari ya magonjwa na udhaifu. Kwa hii ilikuwa ni self declaration, ni tangazo binafsi la Mungu la wazi kabisa juu ya uwezo wake wa kuponya. Mimi ni Mungu nikuponyaye. He is the healer. Kwa Mungu anajifunua kwa Israeli kama mponyaji. Sasa naweza kusema kwamba amesema sitatia. Ni vizuri kuelewa kwamba katika uandishi wa Kiebrania, Hebraism, ni vigumu kutofautisha kati ya vitenzi visababishi na vitenzi viruhusu ama vitenzi vitambuzi. Cognitive tenses au verbs pamoja na causative, kutoka kwenye causative verbs. Kwenye lugha zetu anayesababisha jambo anaonekana wazi, mtendaji anaonekana wazi. Kwenye lugha ya Kiebrania haiko sana namna hiyo. Kwa utajua the actor kwa kusoma tu kwenye nini? Muktadha. Kwa kuna mahali ambapo inaweza kuonekana baada ya kufasiri kwenye lugha zetu ikawa kama vile ni Mungu ambaye ni actor. Wakati in a way kwa walichotaka kuwasilisha waandishi si kwamba Mungu ndiye mtendaji. Na ndio maana sentensi inayofuata nasema kwa kuwa mimi ni Bwana ni Mungu nifanyaje? Nikuponyaye. Kwa maana yake katika kesi ya ugonjwa yeye ni nani? Ni mponyaji. Si anayetia magonjwa. Yeye anasema mimi ndiye Bwana nikuponyaye. Kwa maana yake yeye ni mponyaji. Causative ya aliyekozi ugonjwa si yeye. Kwa maana yake pale ni kitenzi ambacho unaweza kusema ni volitional tense. Sasa volitional tense kwenye Kiswahili sijui wanasema nini. Volitional tense nakosa maneno vizuri. Lakini kuna upo wakati ambapo Mungu aliacha jambo si kwa sababu yeye ni mtendaji. Kuna mtendaji mwingine.
kwa sababu mkono wake wa kuokoa haukukaribishwa, ambao ni matokeo ya imani kwa neno lake. Maana kile jambo limeachiliwa kutokea. Linapotokea and then linakuwa linaandikwa leo tunaposoma katika lugha zetu kama ni Bwana aliyelifanya. Lakini si kwamba Bwana amefanya. Tuko pamoja So hii sentence ama hii kauli, I am the Lord that healeth thee, mimi ndiye Mungu nikuponyaye, ni tangazo la wazi la binafsi la uwezo wa Mungu kuponya, kwamba yeye ndiye anayewaponya Israeli, ni mponyaji wao. Kwa Mungu alitaka Israeli, wana wa Israeli kujua na kuona na kuhusiana na yeye kama mponyaji wao binafsi. Mungu alitaka wana wa Israeli wafanyaje? Wajue na waone pia na kuhusiana na yeye kama mponyaji wao. Alitaka wajue hivyo. Si tu kujua, waone hivyo na wahusiane naye kwamba tuna baba mponyaji. God is our healer. We have a father who is a healer. Ili neno mponyaji, healeth, mimi ni Mungu nikuponyaye au nikuponyaye, of course healeth katika KJV, limetumika na mwandishi katika kitabu hiki kuongelea cure, kama kutibu tuseme, to cure plus to cure, of course to repair, ku-repair au kuweka wewe mbali na ugonjwa, to keep you from what? Sickness. Kwa undani ni kwamba Mungu si tu kwamba anatibu, ana cure, anaponya, lakini ana preserve, anatunza kutoka kwenye magonjwa na udhaifu. Kwa mimi ni Mungu nikuponyaye ina maana pana hivyo. Si tu tabibu anayekuponya, si tu anakutibu, bali katika neno hilo kuna maana ya kutunza mbali na nini? Na ugonjwa au udhaifu. So he doesn't only cure, but also he does what? He preserves from sicknesses and diseases. Kitabu cha Kutoka 23:25, naweza kuangalia neno hili. Kitabu cha Kutoka sura 23:25, ambapo anasema, Kutoka 23:25, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Afu mstari 26 anasema, hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. So you can see, iko direct. Mungu anajitanabaisha na si tu kuponya. Sasa nitakuondolea ugonjwa, maana ugonjwa umeingia, nitakuondolea. Alafu anasema hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba. That is preservation. Hiyo si ni utunzaji mbali na ugonjwa, mbali na upungufu huo. Anasema hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Glory to God. Kwa Mungu anajifunua yeye kama anayeondoa magonjwa, who takes away sicknesses and diseases. Daudi anathibitisha kweli hii pia kama Mungu ni mponyaji katika Zaburi ya 103 mstari wa kwanza. Zaburi ya 103 mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Anasema, nafsi yangu umuhimidi Bwana, naam vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Zaburi ya 103 mstari wa pili, nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Tatu, anasema, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Akusamehe nini? Maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Zaburi ya 103 mstari wa kwanza na wa pili. Do you see that? Kwa maana yake uponyaji ni kitendo, ni wajibu, lakini ni huduma ya Mungu. It is an act, a duty, and what? And a service of God. Ni kitendo, ni wajibu, na ni huduma ya Mungu. Kwa Mungu maana yake ni kwamba anaponywa magonjwa ya aina yote, all manners of sicknesses. Anasema akuponyaye magonjwa yako yote. So maana katika kuponya, Mungu achagui anaponya nini. Anaponya magonjwa yote. Tuko pamoja Anaponya magonjwa yote. Kwa haya ni maarifa ambayo muamini anapaswa kuwa nayo. Huu ni ufahamu ambao tunapaswa kuwa nao kuhusu Mungu, kwamba God healeth, Mungu anaponya na anataka kuponya au kuwaponya watoto wake. Kwake tumesema uponyaji ni kitendo, ni wajibu, na ni huduma.
Hallelujah. Service to God, it is an act, a duty and service. Hallelujah. Kwa haya ni maarifa tunapaswa kuwa nayo kwamba kuhusu Mungu tuliye naye. Unaona? So Mungu kuwa mponyaji ni absolute, ni kamili kabisa. God being a healer is absolute. Ni kamili kabisa, si kenye upungufu. Ana uwezo wa kuponya wakati wowote, katika pointi yote katika wakati. Ana uwezo wa kuponya majira yoyote. Anaweza kuponya watu wakiwa popote. Anaweza kuponya eneo lolote, saa yeyote, anaponya. Yeye ni mponyaji. So this is absolute. Haina upungufu, haina ikiwa, lakini no, yeye ni mponyaji and he has that ability. Hallelujah. Glory to God. Sisi tuko pamoja hapa. Tunaenda sawa. So, hebu tuangazie kitabu cha Mwanzo sura 20. So, you open your Bible, utafungua pale. Nafikiri tuangazie katika kujifunza kwamba Mungu mponyaji. Tuangazie ushahidi wa kimaandiko. Tangu Agano la Kale, vitabu vya Injili, kitabu cha Matendo ya Mitume na nyaraka. Tuone huo ushahidi kwamba Mungu ni mponyaji. Hallelujah. So tunaweza kupitia matukio kadhaa katika Agano la Kale yanayoonyesha Mungu kama nani? Mponyaji. Maana amejipambanua na kujitangaza na kujieleza kwa wana wa Israeli kwamba yeye ndiye awaponyaye. Yeye ni mponyaji. Hallelujah. So kitabu cha Mwanzo sura 20 mstari wa 17. Kitabu cha Mwanzo sura 20 mstari wa 17. 20 mstari wa 17. Hallelujah. Anasema Ibrahimu akamwomba Mungu. Mungu akamponya Abimeleki na mkewe na wajakazi wake, nao wakazaa wana. Kwa Mungu hapa tunaona amemponya Abimeleki na mkewe na wajakazi wake, walikuwa manaka wamepatwa na utasa. And then we saw God a healer, he did just that. Amen, amen. So Mungu aliponya hapo. Kitabu cha Wafalme wa kwanza pia sura 13. Kwa kesi ya kwanza tumeona Abimeleki na mke wake na wafanya kazi. Wafalme wa kwanza 13:4. Hii ni kesi ya mtu wa Mungu ambaye aliomba kuhusiana na mkono wa Yeroboamu, mfalme Yeroboamu, na Mungu alimponya. Angalia Wafalme wa kwanza 13:4. Tutasoma kisa hiki kuanzia wa mstari wa 4. Anasema namna hii. Anasema ikawa mfalme Yeroboamu aliposikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono wake pale madhabahuni, akasema, mkamateni. Basi yule mkono wake aliounyoosha ukakatika, wala hakuweza kurudisha kwake tena. Madhabahu anasema madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahuni yakamwagika, sawa sawa na ishara aliyoitoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Mfalme akajibu akamwambia yule mtu wa Mungu, umsii sasa Bwana Mungu wako, ukaniombee ili nirudishiwe mkono wangu tena. Yule mtu wa Mungu akamwomba Bwana, mkono wa mfalme ukarudishwa tena, ikawa kama ili ulivyokuwa kwanza. So Mungu anaponya mkono wa mfalme Yeroboamu. Hallelujah. Mungu anaponya mkono wa mfalme Yeroboamu. Amejiletea shida, alafu Mungu mwenye rehema anaponya. Then tuna kisa kingine kwenye Wafalme wa kwanza 17:17. Of course ni visa vichache ambavyo tunaangazia, ambapo tuna mtoto wa huyu mwanamke ambaye alikuwa amekufa na Elia anamrejesha katika uzima. Mtu wa Mungu Elia aliomba kwa Bwana. Wafalme sura ya 17 mstari wa 17 paka mstari ule wa ngapi? Wa 24. Tutasoma hapa, anasema tuanzie hapa sasa. Ikawa baada ya hayo mwana wake yule mwanamke, bibi wa nyumba ile, akaugua, ugonjwa wake ukazidi hata akawa hana pumzi tena. Akamwambia Elia, nina nini nawe mtu wa Mungu? Je, umenijia ili dhambi yangu ikumbukwe ukamue mwanangu? Akamwambia, nipe mwanao. Akamtoa katika kifua chake, akamchukua juu chumbani mle alimokaa mwenyewe, akamlaza kitandani pake. Akamwomba Bwana, akanena, Bwana Mungu wangu, je, umemtenda mabaya mjane huyu ninayekaa kwake hata kumfisha mwanawe? Akajinyosha juu ya mtoto mara 3, akamwomba Bwana, akanena, Bwana Mungu wangu, nakusihi roho ya mtoto huyu imrudie ndani yake tena. Bwana akaisikia sauti ya Elia, na roho ya mtoto ikamrudia, akafufuka. Elia akamtoa mtoto, akamchukua toka orofani mpaka chini ya nyumba ile, akampa mama yake. Elia akanena, tazama mwanao yu hai. Mwanamke akamwambia Elia, sasa najua kuwa wewe ndiye mtu wa Mungu, na kwa neno la Bwana kinywani mwako ni kweli. Glory to God. So you can see mwanamke huyu, mtu aliyekuwa mtoto amekufa, amerudi katika uzima. Kumbuke uponyaji ni tumeongelea pia kurepair ama
to keep from diseases. Kwa hiyo kwa lugha nyingine kufufuka kwa mtu nako ni uponyaji. Amen, amen. Ufufuo wa mtu nao ni uponyaji. So katika text hiyo tunaona. Lakini Wafalme wa pili pia sura ya 4 mpaka kuanzia mstari wa 8, of course ukisoma mpaka mstari wa 30 na ukisoma mpaka mstari wa 37 kuna kisa pia cha Elisha pamoja na mtoto. Nafikiri sasa mtu na kijana wake walipatwa na mambo yanayokaribia kufanana. Tutasoma kuanzia mstari wa 32. Anasema basi Elisha alipofika nyumbani, tazama mtoto amekwisha kufa, amelazwa kitandani pake. 33 basi akaingia ndani akajifungia mlango, yeye na yule mtoto wote wawili, akamwomba Bwana. Akapanda juu ya kitanda, akajilaza juu ya mtoto, akaweka kinywa chake juu ya kinywa chake na macho yake juu ya macho yake na mikono yake juu ya mikono yake. Akajinyosha juu yake, mwili wake yule mtoto kaanza kupata moto. Kisha akarudi tena akatembea nyumbani huko na huko mara moja, akapanda akajinyosha juu yake na yule mtoto akapiga chafya mara 7 na mtoto akafumbua macho yake. Akamuita Gehazi akasema mwite yule Mshunami. Basi akamuita, na alipofika kwake Elisha akasema haya, mchukue mwanao. Glory to God. So tuna uponyaji mwingine hapo. God a healer. Huyu ni mwanamke Mshunami. Wafalme wa pili 5:1, tuna kuanzia 5:1 mpaka mstari ule wa 14, tuna kesi ya mtu anaitwa Naamani. Naamani alikuwa jemedali wa jeshi la Sham ambaye alikuwa Naamani alikuwa na ukoma, alikuwa na changamoto ya ukoma. Alikuwa na changamoto ya ukoma. So ametafuta tiba huku na kule ameshindwa. Akapata mtonyo, wanasema Waswahili. Kuna kijakazi akamshtua katika malango yake. Ishi na watu vizuri bwana. So kijakazi huyu akamshtua kwamba kuna bwana wangu angajua kuna nabii katika nchi yangu. So Naamani alifunga safari akaenda mpaka nchi ya Israeli kukutana na nabii Elisha. Na Elisha kimsingi kama unaofahamu nabii wa Mungu huyu wala hakutoka hata kumuona. Msali ule wa 9 anasema basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Na Elisha akampelekea mjumbe akisema, nenda kaoge katika Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Utakuwa safi. Wafalme wa pili 5:11, lakini Naamani akakasirika akaondoka akasema, tazama na alidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. 12, je, Abana na Farpai miti ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka kaondoka kwa hasira. Hasira mbaya ndugu zangu. Watumishi wake wakamkaribia wakamwambia wakasema, baba yangu, kama yule nabii angalikwambia kutenda jambo kubwa, usingalitenda? Je, si zaidi basi akikwambia joshe uwe safi? Watu wengi wamekalili mambo ya Mungu lazima yawe magumu. Yaani mambo ukishaweka tu kwamba ni mepesi, wewe sio Mungu. Ndio mentality ya leo. Kwamba mtu unasamehewa dhambi zako kwa kuamini tu. Anaona hamna, wewe unacheza na Mungu wewe. Mbinguni sio lele mama. Anataka aambie ufunge 40, ufunge miaka 3. Usio nakula na kunywa, wakisha kila Jumatano nenda kanisani na Ijumaa ndio Bwana atakusamehe. Utoe sadaka kila mwaka, kila mwezi, kila siku, si kiasi gani. Ndio anaona hapo anaitafuta mbingu. So mentality hii. Anasema ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani sawa sana neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. So unaweza kaona Naamani hapa ameponywa ukoma wake kwa utii kwa maelekezo kutoka kwa mtu wa Mungu Elisha nabii. Wafalme wa pili pia sura ya 20 mstari wa 1 hadi mstari wa 11 tuna story ya Hezekia mfalme ambaye pia alikuwa naumwa na Mungu akamponya kupitia nabii. Story hiyo unaweza kaisoma, lakini utaona kwamba kwenye mstari ule wa 3 Hezekia wapia sababu basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake kukutana kama Bwana akisema, na kusi Bwana ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Kabla Isaya hajatoka katika mji wa kati, na Bwana alikamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuona machozi yako, tazama nitakuponya, siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. So ukisoma hiyo story hapo chini utaona kwamba alipokea uponyaji kwa hakika na alipanda nyumbani kwa Bwana siku ya 3. Glory to God. So God the healer. Tuna Mungu mponyaji tangu maandiko ya Agano la Kale. Ushahidi mwingi sana wa uponyaji, na haya ni matukio machache. Wafalme wa kwanza pia sura ya 1 mstari wa 1 mpaka mstari wa this is not so Wafalme wa kwanza, Samueli wa kwanza 1
1 mpaka 10 mpaka 20. Kuna story ya Hana. Hii story ya Hana ni mwanamke tasa. Mwanamke tasa huyu Hana alikuwa hana mtoto, naye akamlilia Bwana. Eli alimuona, ukisoma katika hiyo hadithi na masimulizi yao, Eli alimuona akafikiri amelewa, anaongea mwenyewe. Alikuwa anaomba mama huyu katika hekalu. Then akamwambia Bwana wangu, hapana, mimi si soma hapa anasema mstari ule wa 15. Hana akajibu akasema, hasha Bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni, mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Simdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomwomba. Naye akasema, mjakazi wako naone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaondoka mbele zake, naye akala chakula, wala uso wake haukunjamana tena. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana, kisha akarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elikana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. Ikawa wakati upowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Akamwita jina lake Samueli, akisema kwa kuwa Bwana nimemwomba, akisema kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. So huyu mwanamke pia anaponywa nini? Utasa wake kwa kuomba kwa Bwana. Glory to God. Tuko pamoja Yes. So ameomba na amepata mtoto. So Mungu anajibu au alijibu maombi yake na akamwita mtoto Samueli kwamba nilimwomba Bwana. So unaweza kaona kuna matukio tofauti ambayo tumeangalia hapa juu ambayo yanaonyesha Mungu ni mponyaji, ana nguvu ya kuponya ugonjwa na kuepusha ama kutunza mbali na ugonjwa na madhaifu. Glory to God. Hallelujah. So hebu tuangazie uponyaji katika vitabu vya Injili. Uponyaji katika vitabu vya Injili, na hapa tutasoma pamoja mistari na wewe utasoma. Kwa unafungua Biblia yako na mimi nafungua Biblia yangu. Tunasoma wote. Sawa So katika huduma ya Yesu duniani tunaona pia kwamba uponyaji ulikuwa very prominent. Kulikuwa na matendo makuu sana ya uponyaji katika huduma ya Yesu. Na hii inashuhudia wazi kwamba Mungu ni mponyaji. Huduma ya Yesu sifa yake kuu ilijawa na nini? Matendo ya nini? Ya uponyaji. Kwa hiyo tunaweza kuona kabisa kwamba Mungu anapenda kuponya, ni tabia yake kuponya, anaweza kuponya aina yote ya ugonjwa. Ni tabia yake sio badilika. Kama aliponya wakati wa Yesu anaponya leo. Na definitely kama anaponya si mtia magonjwa. Anasema Yesu akawatazama akawahurumia. Mara nyingi Yesu aliwahurumia watu walikuwa wagonjwa na akawaponya. Ikiwa Yesu anawahurumia wagonjwa, maana yake ni kwamba ni kitu ambacho si yeye anakisababisha. Na Yesu ni representation ya Mungu katika ulimwengu huu alipokuwepo duniani. Mwakilishi ama tuseme ni uwasilishi wa Mungu katika mwili. Ni Mungu katika mwili, ni Mungu akijielezea kwa wanadamu. Hivi ndivyo nilivyo, hivi ndivyo ambavyo wanatenda. Mimi ni mponyaji, naponya magonjwa yenu. Mimi si mtiaji wa magonjwa. So Yesu sio mtiaji wa magonjwa. Haleluya. Mungu si mtiaji wa magonjwa. Yeye ni mponyaji wa magonjwa. Mathayo 4:23. Hebu fika pale. Mathayo 4:23. Mathayo 4:23. Umefika tusome 1, 2, 3. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Umeona hiyo kitu Udhaifu wa kila namna. Anazunguka kote na anasema na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. This is Jesus, God in the flesh. Na kuponya udhaifu wa kila namna katika watu. So tuna Mungu mponyaji hapo. Mathayo 9:35 twende pale. Mathayo 9:35. Mathayo 9:35. Umefika pale. Tusome 1, 2, 3. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. So Mathayo naye katika 9:23 anashuhudia tena nini 35 anashuhudia jinsi ambavyo Yesu alikuwa mponyaji na anaponya magonjwa ya kila namna. So consistent fact ambayo ni consistent ambayo inaendelea na kudumu kila wakati ambapo Yesu alipokuwa akiponya ni kwamba aliponya kila aina ugonjwa bila exception.
Hakuchagua ugonjwa wa kuponya. Tuko pamoja eh? Kwa huduma yake ilikuwa na msingi wa kuhubiri na kufundisha Injili na kuponya kila aina ya ugonjwa. That was the ministry of Jesus. That was the ministry of Jesus. Ndivyo ilivyokuwa huduma ya Yesu. Petro pia anasummarize, anatoa muhtasari wa huduma ya Yesu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Umefika pale? Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa ngapi? 1, 2, 3. Anasema habari za Yesu wa Nazareth, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walionewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Hallelujah. So you can see Yesu anatembea huku na huku. Anasema amepakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema. Maana kuponya magonjwa ni kazi nini? Njema. Kazi ya Mungu ni njema, ni kuponya. Kwa kazi mbaya za shetani, magonjwa ni kazi mbaya. Haiwezi kuwa kazi njema. Mungu hashughuliki na mambo mabaya. Anasema na kuponya wote walionewa na ibilisi, kwa maana Mungu walioponywa hapa walikuwa wanaonewa na nani? Na ibilisi. Asa kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa Yesu Kristo sababu anaponya ni kwa sababu Mungu yupo pamoja naye. Na anaponya watu gani? Walionewa na nani? Na ibilisi. Definitely God is not a causative of what? A cause of what? Of sicknesses. Mungu asababishi magonjwa. Yeye ni mponyaji, anaondoa magonjwa katikati ya watu. Usiwe mjinga. Mungu hapigi watu na magonjwa. Usiwe mjinga. Mungu hamjaribu mtu na magonjwa. That's very key and that's very important to know. Hallelujah. Kwa kutoka katika ili fungu ambalo tumesoma, tuna mambo manne tunaweza kusema. Magonjwa ni uonevu wa ibilisi. Maana amesema walioonewa na ibilisi. Kwa magonjwa ama ugonjwa ni uonevu wa nani? Wa ibilisi. Ugonjwa ni maonevu au uonevu wa ibilisi. Uponyaji, jambo la pili, uponyaji ni kazi ya Mungu. Uponyaji ni kazi ya Mungu. Hallelujah. Umesema ugonjwa ni uonevu kutoka kwa nani? Kwa ibilisi. Uponyaji ni kazi ya nani? Ya Mungu. Kutoka kwenye fungu ile tutatoka kusoma. Alafu jambo lingine tunaweza kuliona hapa ni kwamba nguvu ya Mungu inaponya magonjwa yote na udhaifu wote. Nguvu ya Mungu inaponya magonjwa yote na udhaifu wote. Jambo la 4 tunaweza kuliangalia hapa ni kwamba uponyaji ni udhihirisho wa wema, fadhili za Mungu. Ama tuseme inadhihirisha upendo, huruma na fadhili au wema wa Mungu. Kwa uponyaji ni udhihirisho, ni display. Yani Mungu anapoponya anadhihirisha his love, his compassion, his mercy, his grace, his tenderness. Hallelujah. Anafunua huruma zake kwa wanadamu. Ndio maana nasema mara zote Yesu anasema akawaonea huruma, akamwonea huruma. So Mungu ni mwenye huruma, anadhihirisha hiyo tabia yake katika Kristo Yesu. Anawaonea huruma wagonjwa, wanaonewa huruma na Baba. Ikiwa unaumwa hata saa hii, ninasema kwamba unaonewa huruma na Baba. Baba anataka uwe mzima. Mungu anataka uwe mzima. Ni mwenye huruma kwa wanaonewa na ibilisi. Na he is ready to heal. So you receive your healing in the name of Jesus. So zaidi sana inaonyesha katika andiko hilo tulilosoma willingness yake, utayari wake na nguvu yake kuponya wagonjwa. Anawatuma hata wanafunzi wake kwenda kuponya wagonjwa of course. Kwa mfano angalia katika Luka 9:1 ni vitabu vya Injili, unaona Yesu akituma wanafunzi wake kwenda kuponya wagonjwa. So anaonyesha utayari na nguvu. Yani kuonyesha utayari na nguvu yake katika kuponya wagonjwa. Yani kwamba yuko tayari kuponya wagonjwa na ana nguvu za kuponya wagonjwa. Anawatuma wanafunzi wake kwenda kuponya wagonjwa. Angalia kile ambacho anakisema kwenye Luka 9:1. Luka 9:1 umefika? Tusome pamoja. Anasemaje hapa? Ngoja kwanza hapa 9:1 anasema hadi 2. 1, 2, 3. Akawaita wale thenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. Hallelujah.
So you can see amewapa uwezo na mamlaka juu ya nini? Ya pepo. Kwa hiyo kama ametoa uwezo na mamlaka kwa wanafunzi wake juu ya pepo, maana yake si anayetia pepo ndani ya watu. Alafu anasema kwamba akawatuma wautangaze, anasema akawapa mamlaka juu ya pepo na kuponya maradhi. Alafu akasema akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kupoza wagonjwa. This is what Jesus did. Kwa maana yake kuna kesi nyingi of course katika vitabu vya Injili ya watu walioponywa magonjwa na Yesu. Hallelujah. Watu walioponywa magonjwa na Yesu. Unaweza kaangalia mfano Luka 4:38 mpaka 41. Luka 4:38 mpaka 41, utaona hapa ni kesi ya nani? Ya mkwewe Simoni, mamaye mkewe. Alifika na homa, ameshikwa na homa kali. Wakamuomba kwa ajili yake. Ukisoma katika mstari wa 39 anasema akasimama karibu naye, akakemea ile homa ikamwacha, mara hiyo akaondoka akawatumikia. 40 anasema na jua lilipokuwa likichwa, wote waliokuwa na wagonjwa wenye maradhi mbalimbali waliwaleta kwake. Akaweka mikono yake juu ya kila mmoja akawaponya. Pepo nao waliwatoka watu wengi wakipiga kelele na kusema, wewe u mwana wa Mungu. Akawakemea asiwache kunena kwa sababu walimjua kuwa ndiye Kristo. Haleluya. Kwa unaweza kaona kuna kesi ya mama mkwe wa Petro, lakini Yesu pia aliendelea kuponya na watu wengine walikuwa wanaumwa, waliopelekwa katika nyumba ile aliyokuwa amefikia kwa Petro, kwa mzee Petro. Watu wakaponywa magonjwa yao watu wote. Kitabu cha Mathayo pia sura ya 8 mstari wa 5, mstari wa 8 mstari wa 5, sura ya 8 mstari wa 5, kuna kesi hapa ya Yesu kwenda alipoingia Kapernaum. Anasema ukianzia mstari wa 5 anasema hata alipoingia Kapernaum akida mmoja alimjia akamsikia akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia nitakuja nimponye. Ile akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda na huenda, na huyu njoo huja, na mtumwa wako fanya hivi ufanye. Yesu aliposikia hayo alisajabu, akaambia wale waliomfuata, amini nawaambieni sijaona imani kubwa namna hii kwa yote katika Israeli. Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, na wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni, bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ndiko kutakuwepo kilio na kusaga meno. Na Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Glory to God. So you can see that is healing. Yesu ameponya mtu saa ile ile. Mtoto mjakazi wa akida. Marko 5:25, kuna mwanamke alikuwa na issue ya damu kwa miaka 12. Ukisoma mstari wa 25 mpaka 34, yule mwanamke akasema ya kwamba mimi nikigusa tu pindo la vazi lake nitafanyaje? Nitapona. Na kimuujiza aliponywa. Aliponywa kimuujiza kwa kugusa upindo wa vazi la Yesu. Amekuwa mgonjwa miaka mingapi? 12. So ukiangalia katika matukio haya, huduma ya Yesu huduma ya Yesu inaonyesha zaidi, inahakikisha zaidi, inathibitisha zaidi kwamba alipakwa mafuta na Mungu kuponya nini? Wagonjwa. Kwa maana yake ni kwamba Mungu ni mponyaji. Wengi waliponywa kwenye huduma yake, na ikadhidi kuthibitisha kwamba Mungu anafanya kazi ya uponyaji katika dunia. Au ikathibitisha kazi ya Mungu ya uponyaji katika dunia. You see? Kwa namna kama hiyo. Glory to God. Hebu tuangazie uponyaji katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Tumeangalia kwenye matukio kwenye kitabu kwenye Agano la Kale. Tumeangalia matukio ama ushahidi wa uponyaji kwenye vitabu vya Injili. Hatujapitia kesi zote za uponyaji, lakini tumefanya sample tu chache na kuonyesha pia kile ambacho Yesu alikifanya na alivyowatuma wanafunzi wake. Kwa hiyo hizo dondoo zinatosha kutuonyesha kwamba Mungu ni mponyaji, kwa sababu Kristo alitiwa mafuta na Mungu kuponya wagonjwa. Sasa Mungu alikuwa pamoja naye, kaponya wote walionena na ibilisi. So we have God who is the healer. Kitabu cha Matendo ya Mitume kinaonyesha wazi na kina ushahidi wa kutosha kwamba Mungu ama Kristo ama Yesu ni mponyaji. Ukiangalia baada tu ya ufufuo wa Yesu Kristo, kumekuwa na uponyaji wa kiungu ukiendelea au ukiwa umeenea sana, umesambaa sana katika kitabu chote cha Matendo ya Mitume. Waamini walitumia jina la Yesu mara nyingi kufanya miujiza na kuponya wagonjwa. Waamini walifanyaje? Walitumia jina la nani? Kwa kama waamini wametumia jina la Yesu, ni nani mponyaji? Okay. Na ukisema Yesu ni mponyaji, ni Mungu ni mponyaji. Na kama Yesu anaponya, je, yeye ndio anatia majaribu ndani ya watu? Hapana. So, kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 16 hadi ule wa 20 tuna maneno hapa.
kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 16 hadi 20. Tutasoma wote pamoja. Marko 16 hadi 20. 1, 2, 3. Sema, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nao. Kwa hii mstari wa 20 ndio kitabu cha Matendo ya Mitume. Wakaenda kote kote, wakafanyaje? Asema kwamba wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha ile neno. Kwa nini? Kwa ishara zilizofuatana nao. So you can see, baada ya ufufuo wa Yesu Kristo, kila muamini ndani ya Kristo amekaliwa na Roho wa Mungu kuweka mikono juu ya wagonjwa na wakapata afya. Anasema, na ishara hizi zitaambatana hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Kwa maana yake ndani ya Kristo kila muamini ana mamlaka ya kutoa pepo. Hapo anasema kwamba watasema kwa lugha mpya, lakini anasema wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Inamaanisha kwamba kuponya magonjwa ni kitu cha kawaida ama common, au kilikuwa kitu cha kawaida ama kilikuwa common katika kwa waamini wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Waamini katika kitabu cha Matendo ya Mitume, swala la kuweka mikono juu ya wagonjwa wakapata afya ilikuwa ni jambo la kawaida. Common kabisa. Do you understand? Common kabisa. Hapakuwa na kitu ambacho kinashangaza. Yaani kilikuwa si kitu cha sasa. Hizi ni ishara, ni tabia zilizokuwa zinaambatana wote waaminio. Kwa katika ufufuo, ukumbuke kabla ya ufufuo Yesu aliwapa mamlaka, walienda wakawa wanaponya. Na baada ya ufufuo ameondoka, amewaacha katika mwili of course. Akawa pamoja nao akithibitisha neno lake kwa ishara na ajabu, wakiponya, wakifanya miujiza. Glory to God. Hallelujah. So fungu hili linaonyesha ni summary ama ni ufupisho tu wa matendo makuu ya Mungu na yaliyotendwa na waamini kwa kupitia matumizi ya jina la Yesu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwa mfano kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3, ukisoma mstari wa 1 hadi mstari wa 16, kuna story ya yule jamaa aliyekuwa kiwete kwenye mlango mzuri. Alikuwa amekaa pale. Kiwete siku nyingi, na huyu ni kiwete nafikiri tangu kuzaliwa. Tunasema huyu ulikuwa na huyu mtu alikuwa anaitwa mtu mmoja, anasema alikuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye. Kaanza mstari wa 1 pale. Na Petro na Yohana anakwenda hekaluni, wakiwa akaangalia kitarajia kitu kwao zile sadaka. Lakini hawa watu wakasema, fedha na dhahabu hatuna, tulichonacho tunakupa. Wakamwambia, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti simama uende. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti simama uende. Huu ulikuwa ni mstari wa, of course hapo ni mstari wa 6. Kwa watu wakastaajabu. Kisoma ule mstari wa 10 na ngapi? Wa 12 anasema, hata Petro alipoona hayo akawajibu wale watu, enyi Waisraeli, mbona mnasaibia haya? Au mbona mnatukazia macho sisi kana kwamba tumemfanya huyu mtu aende kwa nguvu zetu sisi au kwa utawa wetu sisi? Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Basi ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpewe muuaji, mkamuua yule mkuu wa uzima ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. Na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemwona na kumjua, na imani ile iliyo kwake yeye imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Glory to God. So you can see that aliponywa huyu kwa jina la Yesu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 12 tutasoma pamoja mpaka mstari wa 16. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 12 hadi mstari wa 16. Umefika hapo? 1, 2, 3. Sema, na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu. Na wote waliokuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani, na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao, ila watu walioadhimisha
walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake. Hata ikawa katika njia kuu hutoa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya majamvi na magodoro, ili Petro akija, ngawa kivuli chake kimwangukie mmoja wao. Nayo makutano ya watu wa miji iliyokuwa kando kando ya Yerusalemu wakakutanika, wakileta wagonjwa nao walioudhiwa na pepo wachafu, nao wote wakaponywa. Hallelujah. Can you see that? This is the power of God at work. Watu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume wanazunguka huku na huku, wanafanya kazi kwa jina la Yesu na watu wanaponywa. Anasema kivuli tu cha pita kile kipita, wagonjwa wanaponywa. May this happen to us in the name of Jesus. Kwamba tunapita mahali, tunatembea kwa kazi yetu, watu wamekuwa ni wengi sasa, kufikia kila mmoja ni changamoto, kumwekea kila mkono kila mmoja, kivuli chako tu watu wanapokea afya. So this shows the power of God to heal, uwezo wa Mungu wa kuponya, lakini kiu ya Mungu ya kuponya watu, furaha yake watu wanapoponywa, unavyoona kazi hii ikifanyika kwa mikono ya mitume wake. Hallelujah. Glory to God. So unaona Luka pia analekodi ishara na maajabu vikitendwa kwa mikono ya nini? Ya mitume. Lakini katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 8 tutasoma hapa. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 8. Matendo 6:8 anasema maneno haya. 1, 2, 3 anasema, na Stefano akijaa neema na uwezo alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. So moja ya maajabu na ishara kubwa katika watu itakuwa nini? Uponyaji. Glory to God. So uponyaji uliendelea na ulikuwa prominent. Yani maana yake kazi moja hapo iliyo common sana katika huduma ya Kristo ni nini? Uponyaji. Katika huduma ya mitume, uponyaji, watu kuponywa. So God is a healer. Mungu ni mponyaji. Stefano hapa alifanya miujiza mingi ya kutisha katikati ya watu. Na sehemu kubwa ya miujiza ilikuwa akifanya miujiza ilikuwa ni uponyaji. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 4 hadi wa 8. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 4 hadi wa 8. Twende pale tusome. Anasema, lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri neno. Filipo akatelemka akaingia mji wa Samaria, akawahubiri Kristo, na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo, walipoyasikia na kuziona ishara zilizokuwa akizifanya. Kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. So kimsingi uponyaji unaita furaha, ndugu zangu. Kuumwa ni mtihani. Kuumwa kuna fadhaisha. Lakini matendo makuu ya Mungu haya yanafanyika na watu hawa wanaponywa. Glory to God. Hallelujah. Tuko pamoja So you can see Filipo hapa amefanya miujiza, kuhubiri injili katika Samaria, na watu wote walikuwa wagonjwa wakaponywa. Matendo ya Mitume 8:32. Matendo ya Mitume 8:32 tutasoma mpaka 35. Anasema, na fungu la maandiko lilokuwa akilisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwana kondoo alivyo kimya mbele yake amkatae manyoya, vivyo hivyo yeye naye hafunui kinywa chake. Katika kudhihiri kwake hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeeleza kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Iliyotoasha akamjibu Filipo akasema, na kuomba nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko hilo akamhubiri habari njema za nani? Za Yesu. Tuko pamoja akamhubiri habari njema za Yesu. So unaweza kaona Filipo anahubiri hivyo, na of course fungu la kwa nasoma ndio ile ambalo linamalizia kwamba na kwa kupigwa kwake sisi tufanyaje? Tumeponywa. So ukienda kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9:36 mpaka mstari wa 41, hapa pana story ya Ainea. Ainea alikuwa anasema kulikuwa na mtu mmoja hapa, mwanafunzi alikuwa hapo Yafa, jina lake Tabita. Of course hii ni 9:30 ngapi? 30. Okay. Sawa. Changamoto kidogo. Of course story ya Ainea nafikiri ipo kwenye 9:32 9:32. Story ya Ainea. Ngoja tuone hapa. Matendo ya Mitume, si ndio? Matendo ya Mitume tuna mtu anaitwa Ainea aliponywa. Ni 9 ngapi? 32, si ndivyo Anasema hata Petro alipokuwa akizunguka pande zote, akawateremkia na watatifu waliokaa Lida. Akamwona mtu mmoja huko, jina lake nani? Ainea. Mtu huyo amelala kitandani miaka 8, maana alikuwa amepooza. Petro akamwambia Ainea, Yesu Kristo akuponya, ondoka ujitandikie. Mara akaondoka, na watu wote waliokaa Lida na Shaloni wakamwona, wakamgikia Bwana.
Haleluya. So akasema ondoka uponywe. So kila aliye mgonjwa wakati tunajifunza somo hili na aponywe katika jina la Yesu Kristo. So ukienda mstari wa 36 na 41 tuna story ya Tabitha. Tabitha huyu alikuwa mama ambaye alikuwa mwema sana. Alikuwa anawashonea wajane, amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Alikuwa anafanya matendo mema sana, akaugua akafa. Wale watu wakasema hamna, huyu mtu hawezi kwenda hivyo. Akamngangania Petro aliposikia yuko kule Yafa of course katika sura ya ngapi hapa? No, sio Yafa. Alikuwa huko wapi? Kwenye huu mji ambao alimponya Ainea. Mji aliyomponya Ainea huu sio Lida, kitu kama hicho. Then wakamuita Petro, akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha kaelekea yule maiti akanena, Tabitha ondoka. Huu ni mstari 40. Naye akafumbua macho yake, alipomwona Petro akajinua, akaketi, akamba mkono, akamuinua, hata kisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao hali yu hai. Ni matendo makuu ya uponyaji na miujiza. Haleluya. So Dorcas alifufuliwa kutoka kwa wafu kwa nguvu ya Mungu baada ya Petro kuwa ameomba juu yake. Lakini kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 8 tuna mtu mwingine kule Listra. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 8 hadi wa 10. Anasema na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu. Anasema kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa kinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawa sawa. Akasimama upesi, akaenda. Glory to God. So we have God the healer here. Mungu akamponya huyu mtu aliyekuwa hawezi. Ni kiwete huyu, si ndio jamani? Dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni. Achana, sio mtu aliyepata uwete ukubwani. Kiwete tangu tumboni. And the power of God is available to heal. May we walk in that power in the name of Jesus Christ. Ukatembee katika hiyo nguvu katika jina la Yesu Kristo. Kutane na viwete ukawaponye kwa jina la Yesu, kwa sababu Mungu ni mponyaji na wala Mungu hakuwaumba wawe viwete. Yeye anaponya. Kwa kazi ya giza, kazi ya adui, kazi ambayo si perfect, sio kamili, sio kitu kilicho bora, kilicho kamilifu, akitoki kwa baba mianga kutoka juu. Kinatokana na yule mwovu. Hallelujah. Tuko pamoja So God is a healer. Then tuna Matendo 20 mstari wa 4 mpaka 11. Kuna mtu anaitwa Yutiko. Yutiko bwana, huyu alikuwa ni mwanafunzi. Paulo alikuwa anafundisha. Ukianza kusoma mstari kuanzia ule wa 4 kuna hiyo story. Hapa ni wakati ambapo of course nani Paulo amefanyaje? Amefika kwenye miji fulani hapa. Ngoja tuone hapa. Anasema Matendo ya Mitume 20 mpaka 11. Watu wakafuatana naye, Sopatro, Beroya, mwana wa Pilo, na Aristako na Sekundo, watu wa Tesalonike, na Gayo mtu wa Derbe, na Timotheo na Tikiko na Trofimo, watu wa Asia. Ila watu hao wamekwisha kutangulia wakamngojea Troa. Sisi tukatweka baada ya siku za mikate sio tatu, tukatoka Filipi tukafikia Troa, safari ya siku 5, tukakaa huko siku 7. Hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate, Paulo akawahutubu akiazimu kusafiri siku ya pili yake, naye akafuliza maneno yake hata usiku wa 8. Palikuwa na staa nyingi katika orofa ile tulipokuwa tumekusanyika. Kijana mmoja jina lake Yutiko alikuwa ameketi dirishani, akalemewa na usingizi sana. Hata Paulo alipoendelea sana kuhubiri, akazidiwa na usingizi wake, akaanguka toka orofa ya 3, akainuliwa amekwisha kufa. 10. Paulo akashuka akamangukia, akamkumbatia, akasema msifanye ghasia, maana uzima wake ungalimo ndani yake. Akapanda juu tena, akamega mkate, akala, akazidi kuongea nao hata alfajiri, ndipo akaenda zake. So huyu mtu alipigwa pawa, akaamka kama mzima, na shule kaendelea na mitume wakaendelea na safari. Yutiko. Hallelujah. So unaweza kaona pia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura 28 mstari wa 8 kuna mtu anaitwa Publio. Huyu naye alikuwa na changamoto. Asa babake Publio alikuwa hawezi homa. Of course babake Publio alikuwa hawezi homa na kuhara damu. Paulo akaingia kwake, akaomba, akaweka mikono yake juu yake na kumpoza. Yalipokwisha kutendeka hayo, wengine waliokuwa na magonjwa katika kisiwa wakaja wakapozwa. So sio tu babake Publio, na wengine waliokuwa na nini? Na magonjwa katika kisiwa wakaja wakapozwa, nao wakatuheshimu kwa heshima nyingi. Basi tulipoabili wakatupakilia vitu vile tulivyokuwa na haja navyo. Can see here. So kwa kuwekea mikono Paulo, Publio huyu, baba Publio alipata kupona. Kwa hiyo clear
kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba waamini waliminister nini? Uponyaji katika nguvu kwa kutumia jina la nani? La Yesu. Waliponya waamini na wasio waamini. Kwa Mungu anaponya waamini na wasio waamini. Na kwa hiyo wagonjwa waliponywa na wafu walifufuliwa kuja katika uzima. Kazi zile zile alizokuwa anazifanya Kristo katika vitabu vya Injili ndizo hizo aliendelea kuzifanya katika kitabu cha wanafunzi wake, kupitia wanafunzi wake endelea kuzifanya katika kitabu cha Matendo ya Mitume. So God is a healer. Mungu ni mponyaji. Usiwe mjinga wakati wote ukiamini kwamba Mungu anawapiga watu na magonjwa au Mungu analeta mapito kwa watu ambayo yanaitwa magonjwa. Sema napitishwa. Umeambiwa usidanganyike. Mtu anasema kwamba mtu akijaribiwa asiseme ninajaribiwa na Mungu, kwa sababu Mungu hamjaribu mtu wala hawezi kujaribiwa na uovu wote. Magonjwa si kazi ya Mungu. Roho, nafasi ya Mungu katika magonjwa ni kufanyaje? Kuponya. Na mtu ambaye anakuwa na ufahamu ulionyooka namna hii, hana nia mbili, anapokea kwa urahisi sana ugonjwa wake kuliko anayeamini kwamba Mungu anampiga na magonjwa. Hawezi kuwa imara katika kupokea. Haleluya. So tumalizie na uponyaji katika nyaraka. Nyaraka zinasema nini kuhusiana na uponyaji? Najua nyaraka ziliandikwa kwa ajili ya waamini. Kwa ajili ya ukuaji wao wa kiroho. Na huu ukuaji wa kiroho unakuja kwa ufahamu sahihi wa kila kitu ambacho muamini anacho, au ufahamu sahihi wa kila kitu ambacho tunacho katika Kristo Yesu. Haleluya. Nyaraka ziliandikwa kwa ajili ya ukuaji wa kiroho wa waamini. Nyaraka hazikuandikwa ili watu waamini. Nyaraka ziliandikwa ili waamini wakue kiroho. Haleluya. Waamini wakue kiroho. Kwa ni kwa ajili ya ujuzi, ni kwa ajili ya ufahamu, ni kwa ajili ya maarifa, accurate understanding, ufahamu sahihi, epignosis. Haleluya. Ndio lengo la kuandikwa kwa nyaraka, ni ukuaji, kuleta maarifa. Kwa Efeso 3:1-4 unaona anasema ya kwamba kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi mataifa, ikiwa mmesikia habari ya wakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu, ya kwamba kwa kufunuliwa na dijishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache. Kwa hayo myosomapo mtaweza kutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Siri hiyo hakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama alivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika roho. So unaweza kaona anasema mtaweza kutambua ufahamu wangu katika siri yake. Ameandika myasomapo. When you read anaginosko, that the word there. Unaposoma na kusoma na pay attention, unakuja katika ufahamu wa siri ya Kristo. Kwa maana tunapaswa kusoma na kujifunza kutoka katika nyaraka kuweza kuelewa kile ambacho Kristo amefanya kwetu. Sisi ni nani katika Kristo Yesu na tunaweza kufanya nini kupitia yeye. Muamini anapaswa kusoma nyaraka kuweza kufahamu kile ambacho Kristo amefanya kwetu, kuweza kufahamu sisi ni nani katika Kristo Yesu, na kuweza kufahamu tunaweza kufanya nini katika yeye. Kitabu cha Filemoni 1:6 tusome wote pamoja pale. Utaona kinashuhudiza ukweli wa namna hiyo hiyo. Filemoni 1:6 anasema, tusome, ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Katika nini? Ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo Yesu. Anasema ushirika wa imani yako ufanye kazi yake. Sema may, ukisoma KJV anasema kwamba may the what? Anasema anazungumzia communication. Anasema the communication of thy faith may be effectual, of course. Nafikiri natumia hilo neno. The communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of all good things, or of every good things, or of every good thing, of course, which is new in Christ Jesus. Kwa kila kitu chema katika Kristo Yesu ni matokeo ya ujuzi, kufahamu, na utendaji na ufanisi wako. Utendaji wa mambo hayo ni matokeo ya kwamba unajua. Kama hujui, kwa lugha nyingine, hauwezi kutenda zaidi unavyojua. Mtu hawezi kuishi maisha ya Kikristo zaidi ya ufahamu na maarifa alionayo. Mtu hawezi kuwa na operations kubwa katika mambo ya Mungu na ya roho zaidi ya ufahamu alionao wa kila kitu chema alichonacho katika Kristo Yesu. Kwa maneno mengine ni kwamba waamini wanakuwa effective, wanakuwa watendaji zaidi katika mtembeo wao wa Kristo kwa point au kwa kiwango kile cha ufahamu wao wa kila kitu chema ambacho wanacho katika Kristo Yesu, ama walichonacho katika Kristo Yesu. Kwa huu ufahamu unatupeleka kwenye ukuaji wa kiroho ambao unahudumiwa
na karama na vipawa katika kanisa la mahali. Kwa mfano unaweza kuangalia Waefeso 4:11 mpaka 16, anaongelea kazi ya vipawa ambavyo vinafanya ukuaji wa kiroho. Kwa sababu ya vipawa hivyo katika mwili wa Kristo, utendaji huo, basi unaona kuna kuwa na ukuaji wa kiroho. Anasema kwenye 4:11 mpaka 16, anasema naye alitoa wengine kwa mitume, na wengine kwa manabii, na wengine kwa wainjilisti, na wengine kwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tupofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukua na kila upepo wa elimu kwa njia ya watu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu, lakini tushike kweli katika upendo na kuwa hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa yani Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadri utendaji wa kila sehemu moja moja, ukuza mwili upate kujenga wenyewe katika upendo. So you can see ukuaji ni matokeo ya huduma hizi. Hizi huduma maana yake kazi yake ni kukamilisha watakatifu. Wana equip kwa neno na maarifa, hata Wakristo hao wachanga tena wanakuwa wanajua wao ni nani katika Kristo Yesu. Wanakuwa wanamjua Baba sawa sawa. Kazi za shetani wanazijua, kazi za Kristo wanazijua. Wanakuwa wanajua kutumia mamlaka walionao katika Kristo. Wanajua nini nafasi waliopewa katika Kristo Yesu, haki walizonazo katika Kristo Yesu. Wanajua kile ambacho Mungu anaweza kukitenda kupitia wao katika Kristo Yesu. Kwa hiyo ujuzi unaofanya waweze kutenda zaidi. Kwa maana yake uongozi kwenye kanisa la mahali una kazi ya kuequip, kuwawezesha waamini kwa maandiko, kwa maelezo ya maandiko, maana kwa mafundisho kutoka katika neno la Mungu, ili waweze kukua kiroho na hivyo kuweza kwa ufanisi kufanya kazi ya huduma. Kwa ufanisi kufanya kazi ya huduma kwa sababu ya nini? Doctrine. Wamefundishwa, wamewezeshwa na uongozi wa kanisa mahali, wamefundishwa. Kwa hiyo huu ufahamu sahihi wa jina la Yesu, mtu akiona ufahamu sahihi wa mamlaka manake ya Yesu, au mamlaka iliyonayo katika Kristo Yesu, ndio tunasema ufahamu sahihi wa jina la Yesu na matumizi yake. Manake ufahamu huo utakuwa ni sehemu kabisa yani manake ufahamu ni part and parcel of course ya right zetu na privilege tulizonazo katika Kristo Yesu, ambapo muamini anakuwa anajua na anakuwa grounded katika hiyo. Efeso 1:3 tumeona pale anasema kwamba katika Efeso 1:3 anasema atukuzwe Mungu Baba Bwana wetu Yesu Kristo, alitubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo Yesu. Kwa muamini anapaswa kujua kwamba amebarikiwa kwa baraka zote za rohoni ndani ya nani? Ya Kristo Yesu. Amebarikiwa kwa baraka zote za rohoni ndani. Kuna hizo baraka ziko ndani yake. Ndani ajue vyote alivyonavyo vyema katika Kristo Yesu. Efeso 1:16 mpaka 23 naongelea nafasi ambayo muamini anayo. Mahali Mungu amemweka muamini. Anaongelea kile kitu ambacho muamini anacho. Nguvu inayotenda kazi ndani yake pia. Tukisoma hapa kuanzia Waefeso 1:16 tusome pamoja hapa. Waefeso 1:16 mpaka 23. Anasema siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika takatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu aminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliotenda katika Kristo alipomfufua kutoka katika wafu, akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajalo, wala si katika ulimwengu huu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake na kamilika kwa vyote katika. Haleluya. So unaweza kuona Kristo alipo ndipo kanisa lipo. Anasema tupate kujua, anasema tupate kujua ubora wa ukuu wa uwezo wake, ubora wa ukuu wa uwezo wake utendao kazi nini ndani yetu, si ndivyo? Ndani yetu tuamini jinsi ulivyo, of course. Ubora wa ukuu wa uwezo wake ndani yetu tuamini jinsi ulivyo. Maana kuna uwezo ndani ya muamini anataka tuujue. Na anasema uwezo huo ni ule uliotumika katika kumfufua Kristo kutoka katika wafu. Yani maana the same power of resurrection inakaa ndani ya muamini, na anataka macho ya mioyo yetu yatiwe nuru tupate kujua kwamba ndani yetu kuna nguvu ile ile iliyomfufua Kristo kutoka katika wafu na inatenda kazi ndani yetu. Kwa lugha nyingine ni kwamba maana yake ni kwamba ile nguvu ambayo haijawahi kutokea duniani ambayo Mungu aliitenda inakaa ndani ya muamini. Muamini ni storehouse ya hiyo nguvu. Kwa lugha nyingine anaweza kuachilia nguvu kuponya magonjwa. Haleluya. Utendaji huu uko ndani ya muamini. Anapaswa kujua hiki kitu
ambacho kiko kwake. Muamini anapaswa kujua pia ameketishwa mkono wa kuume wa Baba katika Kristo Yesu. Pale Kristo alipo ndipo na yeye alipo, juu sana kupitia falme na mamlaka na nguvu na sultani na kila jina litwajalo. Kwa ugonjwa wa namna yote wa jina lolote, majini, mapepo ya namna yote ya jina lolote, yanakuwa delete na mamlaka ambayo muamini anayo katika Kristo Yesu. Kwa sababu alipo Kristo ndipo na muamini ameketi. Kwa hii ni matokeo ya ufahamu. Kwa maana nyaraka zinashuhudia wazi kwamba muamini anaweza kutenda mambo haya katika Kristo Yesu. Anafanya kazi ya Yesu, anafanya huduma ya Yesu kwa sababu utendaji wote wa Mungu unakaa ndani yake. Kwa hiyo tunaona hapa Paulo aliomba kwamba waamini wapate kujua na kuelewa au kufahamu na kuwa sana katika uweza na ukuu na utendaji wa nguvu ambayo inafanya kazi ndani yao. Maana yake mamlaka katika jina la Yesu yanabelong kwa kanisa. Mamlaka katika jina la Yesu yako wapi? Kanisani, katika kanisa la Kristo. So kama tulivyoeleza mapema, maneno ya Yesu katika ufufuo wake, of course kwenye Marko 10 na ngapi? Kwenye Marko 16, yanaonyesha kwamba kila muamini wa Injili, yanaonyesha kila ambacho kila muamini wa Injili anaweza kufanya. Kwenye kitabu cha Marko 16:17, anachoweza kufanya ndani na kupitia jina la Yesu. Marko 16:17 anasema ya kwamba na ishara hizi zitambatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha akitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kama tulivyosema awali. Kama tulivyosema awali, maneno haya ambayo Yesu ameyasema katika ufufuo wake, kila muamini katika Injili ana uwezo. Anasema ishara hizi zinaambatana na waaminio. Hajasema na mitume na manabii. Waaminio watatoa pepo, waaminio wataweka mikono juu ya wagonjwa, waaminio watasema katika lugha na mengine mengi. So maana yake similarly hata Yohana pia alisema kile ambacho Yesu amefanya, amesema kuhusu kazi zake. Na wale ambao waaminio watakavyozifanya zile kazi. Kitabu cha Yohana sura ya 14, sura ya 14 Yohana Yohana of course sura ya 14 mstari wa 12 mpaka wa 14, tusome yote pamoja. 14, 12 mpaka 14. 1, 2, 3 anasema, amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Glory to God. So you can see here kazi zile ambazo anasema Yesu alizifanya na muamini, na yote anayeamini katika jina lake atafanyaje? Atafanya. Kazi gani Yesu alifanya? Uponyaji. Kwa waamini wanaweza kuponya leo kwa sababu Mungu habadiliki. Ni yeye yule jana, leo na hata milele, na anafanya kazi leo ndani na kupitia waamini. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo imekaa sawa, sio? So iko simple namna hiyo. Waamini wanafanya kazi za Yesu. Kwa maneno mengine, katika ufufuo ofisi ya Kristo mponyaji, ofisi ya Kristo mponyaji ambayo ni ofisi ile ya Mungu aponyaye, mponyaji, itapatikana na kuhudumiwa ndani na kupitia kila muamini katika Kristo Yesu. Ofisi ya Kristo mponyaji itapatikana na kuhudumiwa ndani na kupitia kila muamini katika Kristo Yesu. Kwa huu ndio msingi wa mambo wa maeneo mbalimbali au taarifa mbalimbali za uponyaji wa wagonjwa na miujiza uliokuwa unaripotiwa kwa waamini kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kama tulivyoeleza hapo kabla. Kwa sababu gani? Kwa sababu ofisi baada ya ufufuo wa Yesu Kristo, ofisi ya Kristo mponyaji, Christ the Healer, inapatikana ikifanya kazi ndani na kupitia kila muamini katika nani? Kristo Yesu. Kwa Paulo pia tunaona katika nyaraka, of course, katika nyaraka Paulo kwa kitabu cha Korinto anaeleza habari za karama za uponyaji na matendo ya miujiza kama sehemu ya aina tofauti za utendaji wa Roho ndani na kupitia kila muamini. Anafundisha hivyo Paulo kwamba uponyaji, karama za uponyaji, karama za miujiza ni sehemu ya ule utendaji tofauti wa Roho ndani ya kila muamini, ndani ya kila mtu aliye katika Kristo Yesu. Huo utendaji upo ndani yake. Angalia kitabu cha Korinto wa kwanza 12:4 mpaka mstari wa 9. 12:4 mpaka mstari wa 9. Tusome pamoja. Anasema, basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule.
Tena hapa na tofauti za huduma na Bwana ni yeye yule. Kisha hapa na tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo yeye yule. Mwingine imani katika Roho yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja. So karama za uponyaji, karama za imani, karama za miujiza ni katika Roho mmoja. Na Roho huyo mmoja anakaa ndani ya kila muamini. Kwa utendaji wa uponyaji, utendaji wa miujiza unakaa ndani ya kila muamini. Hakuna muamini anaweza akasema mimi sijaliwa kipawa fulani. Ni kwamba wewe umekataa kutembea kwenye hicho kipawa. Hujataka kuchochea na kutembea katika hicho kipawa. Lakini uponyaji, matendo ya miujiza vipo na vinaweza kutendeka kwa kila muamini. Wakorintho wa kwanza 12:27-28 anasema maneno haya. Tunaweza kusoma pale. Wakorintho wa kwanza 12:27-28 anasema, basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo na viungo kila mmoja peke yake, na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha kalama za kuponya wagonjwa na masaidiano na maongozi na aina za lugha. So you can see kuna uponyaji. Kwa Mungu ni mponyaji, si mponyaji. Mungu ni mponyaji. God is a healer. Kwa ukiangalia katika maelezo haya utaona kwamba Paulo anaeleza different endowments, abilities, uwezo tofauti ndani ya waamini kwa roho au katika roho. Kwa hiyo hizi supernatural abilities, huu uwezo wa kiroho unakuwa kama umiliki wa muamini. Kila mtu aliyekaliwa na roho anakuwa kama anamiliki, ni mmiliki wa huo uwezo na utendaji wa Mungu ndani yake. Kwa Paulo ukiangalia kwa mfano hata katika kugawanya na kuainisha karama za roho na utendaji wake, utaona ameainisha karama za kunena pale. Tunaona kwa roho wa Mungu ina hizo karama za kunena zinadili na kusema kwa lugha, zinadili na nini tena? Tafsiri ya lugha na nini tena? Na nini? Kunena kwa lugha, tafsiri ya lugha na unabii, si ndivyo? Alafu revelation gifts, of course, karama za ufunuo anaainisha pale. Zinaweza kuziainisha pale. Karama za ufunuo zinahusisha ufunuo, maana yake tuna karama, tuna neno la maarifa, tuna neno la hekima, tuna kupambanua nini? Roho. Lakini tuna karama za uweza, utendaji wa nguvu na matendo na makuu ya Mungu, ambapo tuna karama za uponyaji, matendo ya miujiza na karama ya nini? Imani. Kwa kufuatia mgawanyo wa namna hiyo wa utendaji wa roho wa Mungu unaomkalia kila muamini, power gifts, karama za uweza, ni wakati ambapo uweza katika roho ndani ya kila muamini wa kuponya wagonjwa na kufanya matendo ya miujiza ndipo unapoketi. Kwa hiyo karama ndipo ambapo uweza kuponya wagonjwa na kutenda miujiza unakaa. Ni hizi power gifts, ni karama za uweza. Ndipo uweza katika roho, katika kuponya magonjwa na kufanya miujiza unaketi. Kwa maana yake uponyaji unapatikana leo, uko available kwetu kwa kupitia nini? Karama za nini? Za uponyaji, ambazo zinafanya kazi ndani na kupitia kila muamini. Uponyaji upo leo kwa kupitia karama za uponyaji ambazo zinafanya kazi ndani na kupitia kila muamini, kama vile Yesu na waamini ambao walikuwa wamekaliwa na roho walivyokuwa wanatembea katika nguvu, kitabu cha Matendo ya Mitume, na hata siku za leo. Yes, kwa hiyo unaweza kaona kwamba uponyaji upo kwetu leo. Upo kwetu leo kupitia nini? Karama za nini? Za uponyaji. Haleluya. Karama za uponyaji. Karama za uponyaji ambazo zinafanya kazi ndani na kupitia kila muamini, kama Yesu na kama wanafunzi wake. Kwa maana yake healing power inaweza kuwa ministers today, na inaweza kupokelewa by both believers and unbelievers. Nguvu ya uponyaji inaweza kuhudumiwa leo na ikapokelewa pia. Yaani uponyaji ukapokelewa na waamini na wasioamini. Wasioamini wanapokea nguvu ya uponyaji pia. You see? Kwa hiyo baada ya kuweza kujifunza hii Mungu mponyaji, na kwamba kitendo cha uponyaji kilikuwepo tangu kuumba kwa misingi ulimwengu, tangu katika maandiko ya Agano la Kale tunaona vitendo vya uponyaji mpaka kipindi cha Yesu na huduma yake, very prominent kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Na tunaona pia, tunaufahamu katika nyaraka kwamba muamini anaweza kuponya wagonjwa. Nguvu hiyo iko ndani yake. Basi maana yake ni kwamba Mungu si anayesababisha magonjwa, ila Mungu ni nani? Ni mponyaji. Na kutokea hapo sasa tutajibu katika kipindi kinachofuata, tutajibu swali je, Mungu ana inflict? Tutajibu vizuri kimaandiko, maana hapo tumegusia tu. Je, Mungu ana inflict, anatesa na magonjwa? Je, Mungu anatupia watu magonjwa? Does God inflict with sickness and diseases? Tutaanza kujibu hilo swali tukiangazia kesi ya bwana nani? Ayubu. Kesi ya bwana Ayubu, man Job. Huyu mtu Ayubu huyu. Sasa muangalia vizuri. Sasa pale pana story kidogo pale. Nasema Mungu alikuwepo pale akitupia magonjwa pale. So don't miss another session.
so that we may learn that. We may learn that and come to the proper understanding kwamba je, Mungu anapiga watu na magonjwa? Je, Mungu anajaribu? Maana inasemekana alimjaribu Ayubu. So we'll come to see by proper explanation of the word of God. I believe we'll come to conclusion. Tutakuja katika ufahamu, tutakuja katika maarifa, tutakuja katika hitimisho kwamba Mungu hapigi watu na magonjwa. Ugonjwa sio pigo wala sio jaribu la Mungu. Amen. Mungu amekubariki sana.